Ni mfalme gani katika maisha yako ambaye anakutikisa? Waweza kumshinda kwa jina la Yesu. Anasema hawa kwa imani walitenda haki. Dhambi gani ambayo inakusumbua? Inawezekana kwa jina la Yesu. Walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga. Mtu mmoja alivyosoma hapa anasema, walizimaje nguvu za moto? Nikamwambia, wewe huna habari. Kuna ndume ziliingia kwenye moto, kana kwamba moto ungeweza kuongea, ungesema tumewahi kuunguza watu, ila wa design hii hatujawahi. Walizima nguvu za moto. Ni moto gani ambao unakusumbua? Ngoja nikwambie, hii itakusaidia. Hata kama ukisikiliza mara moja itakusaidia. Sikiliza. Wakati mwingine Mungu hakuepushi moto, anakuacha uingie, lakini hautakuunguza. Ndiye design ya Mungu tuliye naye. Kuna wakati utaomba, Mungu epusha tanuru la moto, amenyamaza kimya. Mungu, hao wanaochochea huo moto ili uongezeke zaidi kule kazini, katika ofisi yangu, katika biashara, Mungu sema nao. Unashangaa wala hasemi nao. Ndipo unakuta unaingia kwenye moto, unapita, ili ukitoka kila atakayesikia ile habari aseme alipata ushindi kwa nguvu za Mungu. Yani ifikie kiwango mpaka mtu aseme kwa nguvu za kibinadamu hili haliwezekani, ni mpaka Mungu aingilie kati. Hivyo ndivyo mashujaa wa imani walivyokuwa. Nataka nikuambie habari njema, hawa ni mashujaa kuliko wote unaowadhani leo, zaidi ya walioenda anga za juu sana, hata kufika mwezini. Hawa mashujaa wa imani hawakutumia chombo chochote kupata ile imani, walienda anga la juu mno kuliko yote. Swali, je, unatamani kujua waliwezaje kuwa hivyo walivyokuwa? Ninaamini kwamba kila mmoja anatamani. Biblia ni kitabu chenye siri kuu sana, kinaeleza habari hizi. Biblia imejaa mbinu walizotumia hadi wakashinda, ziko ndani. Utaona katika masomo haya Biblia ina kila kitu. Haleluya. Ukitaka kujifunza kilimo, agriculture, Biblia inayo. Kwa hiyo usije ukawa una degree yako ya kilimo kutoka SUA ukasema mimi najua vitu. Vilishajulikana kwa watu wengi, vipo kwenye Biblia. Yaani una kitu kigeni. Biblia ndio inayokuambia kabisa katika shamba moja usipande aina nyingi ya mimea. Sio agriculture hiyo. Sasa kwa taarifa yako, usije ukashangaa sana watu wanapaa kwa ndege ndio ukasema sayansi hii wanakwenda kinyume na gravity force. Biblia ina physics iliyotulia ambayo mpaka wanasayansi wa leo hawajaigundua. Nenda kamuulize Elia, ulitumia gari gani? Usije ukaja ukasema kwamba mimi nimesoma sana, najua vitu vingi, najua biology. Biblia ina biology. Kama ulikuwa huna habari. Ni Daudi pekee kwenye kitabu cha Zaburi sura 51 anasema, mama yangu alitunga mimba yangu hatiani. Wasomi wa biology ya sasa hivi wanasema kuna kitu kinaitwa chromosomes ambacho kinarithisha tabia kutoka kwa wazazi kwenda kwa, wamegundua juzi. Daudi alikuwa anajua miaka ya BC. Biblia ni kila kitu unachokihitaji. Kila kitu unachokihitaji. Unaweza ukawa kwaya master, unasema najua kuimbisha kwaya sana na train kwaya, mtaalamu wa voko. Utaalamu wako wa voko mwisho unajua sauti 4. Lakini kuna kwaya mbinguni ikiimba ni kama maji mengi. Yako haijafika huko.